Oh, ninachokiamini kinangeukia na ninachokitaka kinanki. Ni wewe? Mimi. Umepajuaje hapo? Nimeangalia address kwa namba yako. Alafu na boda alikuwa anakufahamu hapo. Nimeelekeza amejitahidi. Ndio. Ndio umeleta nguo? Nimekuletea mzigo wako. Umeona kimya. Kwa biza sana. Nataka kukesa. Hamna. Si ndio kazi zetu hizi. Kwa umeweka kama ambavyo nilikwambia. Kila kitu kiko vile. Kila kitu. Na gharama za? Si ukumbuki. Nikutumia saa kuangalia. Sawa. Sasa sijui hapa nizitesti kwanza. Angalia weka huko utatesti. Mimi nitachukua begi. Nikupe tu begi. Test. Maana kitu kiko sawa. Sawa, sijali. Ngoja basi chapu haraka. Sawa. Pesa? Ndio. Nikulipe. Si unalipa namba unasema pale kufungua. Ipo. Nikulipe. Sawa. Hivi gharama ilikuwa shilingi ngapi vile? Haujanipiga? Hamna. Tunataka lipa namba? 60. Sawa. Simu nayo? Ipo. Okay, guys. Sawa, karibu. Pata hata chai. Nashukuru. Naenda kuna sehemu nawahi. Hata maji. Asante. Nashukuru. Karibu tena. Bye. Asante. Vipi bwana za siku? Salama ise. Ndio, mnaendeleaje hapa nyumbani? Si tunaendelea vizuri hivyo hivyo, Mungu anasaidia japo kuna lapsha za hapa na pale. Mila tunasonga. Vipi mgonjwa wangu anaendeleaje? Ise. Mgonjwa anaendelea vizuri daktari. Sasa anaendelea vizuri. Nilipata simu yako ndio maana nikaona isiwe kesi, ni lazima nifike mara moja kujua labda kama kuna changamoto yoyote. Ni kweli. Wito wangu mimi hapa ni kwamba nilikuwa na changamoto. Ndio maana nikakupigia simu ili tuje tuweze kuyajadili. Changamoto inahusu ya mke wangu. Yaani siku zile nimekuja hospitali pale. Ni kweli majibu uliyokuwa umenipa na vile ambavyo mimi tuseme vile ambavyo mimi nimekutana na yule mwanamke imeniwea vigumu, japo siku zile nilifurahi kwa sababu nilikuwa nalitamani neno baba. Ile mihemko niliyokuwa nayo siku zile pale hospitali, baada ya kurudi hapa nyumbani, kadri siku zinavyozidi kwenda najikuta moyo wangu unakuwa tofauti sana juu ya mpenzi wangu. Kwa nini? Nina wasiwasi na ile mimba. Wasiwasi? Yani yule si ni mpenzi wako? Ndio, ni mpenzi wangu. Na mimi vipimo nilivyovifanya vya ile siku nikakuelekeza kabisa kwamba ni wiki 6 ambao ni mwezi kama na wiki 2. Sahihi kabisa. Ambapo mbona ulipokea vizuri, ulimfurahia vipi tena wasiwasi wa nini? Ni kweli daktari, nilifurahia. Kitu ambacho kinakuja kuniweka matatani nilivyokaa na kwanza kujifikiria toka nikutane na yule mwanamke na yeye kudai amepata huo ujauzito, zile tarehe zimekuwa tofauti, kwa sababu kwa hesabu zangu mimi kwa ule ujauzito kama kweli ungekuwa kwangu
ilitakiwa kwa sasa uwe na mwezi mmoja. Sasa kinachokuja kunitatanisha ni hizi wiki 2 zilizoongezeka. Sam, siwezi nikupe vipimo ambavyo labda sikuwa na uhakika wa vipimo vyangu ni ule, na muda wa mimba ni huo niliokuambia. Sasa hizo habari ni zingine. Ni kweli dokta, hizi habari lazima ziwe zingine, kwa sababu mimi mwenyewe nilivyokaa nikafikiria, nikatafakari kwa kina, majibu niliyopata kichwani mwangu ni haya ambayo mimi najua itakiwa iwe mwezi mmoja. Sasa lakini mimi nadhani sina cha kushauri wala cha kufanya, kwa sababu mimi nilifanya kazi yangu kama dokta na nyinyi ni wagonjwa, niliwahudumia. Kwa hiyo mimi hapo sioni kama kuna tatizo. Ni wewe tu labda ukae na mwenza wako, angalie kama kuna shida, si mimi tena. Mimi mwenza wangu dokta, kiukweli siwezi nikakaa naye kwa sasa. Yaani na kitu kikubwa nilichokuitia hapa dokta, maana sikutaka tuzungumzie huko, nikaona bora uje nyumbani. Yeah. Nilikuwa nataka nikuombe, inawezekana huyu mwanamke akaitoa hiyo mimba? Wewe waita. Leta soda 2 hapo. Kwa kabisa bwana. Za Mwanza. Habari za Mwanza ni nzuri tu. Kama unavyoona, japo uko kitu ndio umetawala. Wewe. Sema tu ulinimisi kweki wapi? Sawa, lakini hawezi kufikia gepo lako, yani unapokuwa unajua tena ucheshi wako nini, wenye hawezi kufikia hivyo. Haya mama, nirudi hivi sasa. Endelea kunengeneka. Nimefurahi. Nimefurahi sana, nimekumisi sana yani. Nimekaa muda mrefu kule. Nimekuja mtoto unajua tena mtoto fulani. Kazi hawani chukui kweli kweli. Amna ondoa shaka hata usiwazi. Uko kusumbui. Na mtaa wetu. Usijali. Sasa si nimefika sasa. Tuanze mipango mingine. Nilikuwa nasubiri sana kwao. Miaka inaenda sana. Basi nimefika. Sasa hivi sina mipango mingine yoyote zaidi ya kukamilisha tu ile swala lako. Mimi nataka mambo yasiwe mengi tena. Maana hapo nyuma mambo yalikuwa mengi. Dharura nyingi haziishi. Sasa tukiendelea kuongea sana, ila jitokeza dharura nyingine nitasafiri. Naomba tuishi hapa. Haya. Hizi. Naomba weekend hii twende kwa wazazi. Ni uikosee serikali manake. Kwa nini mtoe kiumbe ambacho hakina hatia? Yeye kwani anasemaje? Umejaribu kukaa naye? Siwezi nikakaa naye kuongea naye dokta, kwa sababu mazingira niliyomtoa yule mwanamke kidogo ni tatu. Sam, kwa upande wangu mimi siwezi nikashiriki hilo jambo na siwezi nikashauri. Labda umuulize yeye baba wa mtoto ni upi kama una wasiwasi naye, lakini swala la kusema wewe umshawishi au umshauri sijui mtoe ujauzito, no. Mimi kwa upande wangu hilo
siwezi nikaruhusu. Nishamuuliza dokta kwamba hiyo mimba ni ya kwangu au si ya kwangu. Naye kang'ang'ania kwamba ni ya kwangu dokta. Si yule ni mtoto. Na leaje mimba? Sasa Sam, wewe moyoni mwako unataka nini? Moyoni mwangu mimi sitamani awe na hiyo mimba, kwa sababu najua kabisa sio ya kwangu. Sam, yule ni mpenzi wako, na mimi ukisema nishiriki kwenye hilo jambo hata serikali inagoma, na pia unajua tu kabisa namna ya kufanya hiyo issue ni ngumu mno. Ikishajulikana mimi nimeshiriki hicho kitu unachokiwaza wewe, mimi kazi yangu tayari naiweka kwenye hali ya hatari. Unaelewa? Nje na hapo ukae tu na mwanza wako ni ajenge vizuri. Mimi siwezi nikashiriki kwenye hilo jambo. Dokta, hii ni professional yako dokta. Najua sana. Najua. Nakuomba nisaidie kivyo vyote vile utakavyojua wewe. Ndio maana nimekuita nyumbani, kwa sababu najua hili jambo ni la siri. Ni ufanye vyovyote unavyojua. Mimi nitakulipa dokta. Nakuomba, niko chini ya miguu yako. Siwezi kulea mimi ile mimba. Dokta, najua hii ni professional yako wewe. Nakuomba unisaidie, mimi nitakulipa. Sam, wewe unaweza kunilipa hela yoyote ile ambayo unaweza nikakutajia, lakini haitadumu kama mimi ninavyotaka nidumu na kazi yangu. Kwa mimi hiyo issue siwezi nikaifanya. Siwezi nikakupa au nikakwambia mlete nimtoe mimi. Siwezi nikafanya hiyo jambo. Na pili, Sam, isitoshe kuna simu ilikuwa inaingia ni ofisini. Hilo swala wewe sawa. Siwezi mimi nikalifanya hilo. Labda utafute dokta mwingine. Na pia sikushauri. Unanielewa? Sikushauri kabisa. Dokta, nakuomba nisikudanganye. Wacha niwahi, kama kutakuwa na maelekezo mengine mimi utanipigia simu. Ila hilo swala la kuhusu ujauzito hilo achana nalo kabisa. Kwa dokta, acha kabisa. Vipi jamaa? Sawa. Sasa nimekuta hapa mimi ili kuna baadhi ya vitu mimi nitakiwa unielekeze ili nifanyaje nivitumie kujua kama ni mwaminifu kwako au sio mwaminifu kwako. Kwa kuna kitu nitakiwa unielekeze. Nipo kwamba ili umpate fanyeje. Yaani unajua kila mwanamke kuna namna fulani hivi, kuna maisha fulani anayapenda. Ili umteke kupitia zile njia zile njia ambazo anapenda yeye kuzipitia. Lazima utafanyaje? Utafuata. Kwa hiyo nilikuwa mimi nijue kwamba kitu gani anapenda, labda anapenda hiki, anapenda kile, kitu gani hapendi. Kifupi nilikuwa nahitaji kujua nini anapenda, nini hapendi. Ndio kitu ambacho nilikuwa nahitaji kutoka kwako. Maisha kufuata. Vitu ninavyopenda ni vichache sana, wala sio vingi. Moja, anapenda muda. Hapendi kupelekeshwa sana. Akisema saa 10, pata saa 10. La pili, anapenda mwanaume mwenye uhakika na mipango. Hapo baadaye labda mpanga kitu fulani kitimie. Sio unapanga kesho unagairi tena. Sawa? Nadhani ndio hapo anapenda kitu kile mtu mwenye, yaani tuseme mwanaume mwenye uhakika. Huwa anapenda sana mtu anayemjali, yani kwa kifupi. Kwa hiyo nadhani ndio nilipata mpaka. Sasa mimi nimekuelewa. Maana leo nimekufuata au tuseme nimekuita. Sijafikia pabaya sana. Nimefikia pazuri kwa kiasi. Lakini kuna vitu bado nilikuwa naona kama bado sijafanya nini? Sijatimiza, sababu unajua ni vitu ambavyo mimi. Kwa hiyo ili tutimize mpango wetu kwa haraka ndio maana nilikuwa nimekuita hapa uje kufanya nini? Kuelekeza kitu kama hicho. Ila nimefikia pazuri. Kwa hapa nilivyokuelekeza hivi na hii si mambo lingine. Hapo hamna lingine, mimi nilikuwa ndo hilo tu. Basi kama hamna lingine haina shida. Sawa. Naenda tuenda safi. Mimi hapa kuna watu nawasubiri hapo, kuna sehemu nitakia tuende huko, kuna kazi tunafanya. Tulikuwa nakuita hapo wewe. Ndio tukwambia najua tu. Sasa poa basi. Hamna na nitakupa mrejesho baada ya siku 3 hivi. Haya poa basi. Poa. Jamaa huyu
Nipa mitihani, mwanamke mwenye mzuri. Asijui kitachofanya, ngoja nifanye kitu ambacho anahitaji. Unajua jamaa wangu, ile issue ya yule mwanamke inachanganya sana yani. Tena imekuwa hayo? Yaani mambo yamekuwa mengi balaa. Tuone nipange tuone labda. Unajua yule mwanamke ana ujauzito. Lakini ushukuru, mjamzito. Wewe ni kidume, ndio vitakiwa. Siku niliyojua kwamba ni mjamzito, mimi mwenyewe nilishukuru sana. Anko! Nipange tu. Unacheka, unajua mazuri. Sasa mtoto si baraka rafiki yangu. Unaona hamna kabisa, ana mtoto kabisa hivi. Sawa. Kweli ni baraka. Unajua ni jambo zuri. Ila sasa ndugu yangu, ile mimba kwa vile mimi nilivyokutana na yule binti kufikia leo naona kabisa tarehe na mimba mara nini. Okay, tarehe hizo zimefanya nipe eleza kiundani zaidi. Tarehe zimeenda tofauti. Umepima ukuta tarehe ziko? Yaani kiufupi jamaa wangu. Yaani ile mimba sio ya kwangu. Ndio hivyo, sio wewe sana baraka. Kweli baraka zinaweza zikatoka kwa kina Bima kuja kwa kina Sanga kweli? Vitu viwili tofauti kabisa haviendani. Sasa wewe uko vizuri. Naomba nisaidie kitu hapo. Nipe hata ushauri nifanyeje na yule mwanamke. Hapo ndugu yangu. Bosi wadogo. Ushauri wangu mimi hapo sasa. Kwa kitendo hicho kifanya hicho. Piga chini. Sawa. Una mawazo mazuri. Nafurahi kuwa na rafiki mwenye ushauri mzuri kama wewe. Maana hapa amekusaliti. Piga chini, angalia maisha mengine yanaendaje. Sawa. Nashukuru kwa ushauri wako jamaa wangu. Yaani hiki kitu kinaniumiza sana, yaani kimeniumiza sana. Alafu yeye ninapoongea naye analuka kamba kwamba eti mimba ile ni ya kwangu. Wanawake ndivyo walivyo. Sio wazi, lakini yeye si mtoto akishua, alijua tu akikupagazia pale mambo ya malupurupu pale nini. Kwa hiyo amefuata hela zangu. Hela, unaona napenda hela. Wewe si una hela? Basi. Tuendelee na mishe zingine basi au? Kweli haya mambo ni changamoto kwenye hii dunia. Ila nashukuru bwana. Yaani leo hii nitakaporudi nyumbani. Yaani ule ni kwao. Yaani hapo sina njia nyingine ya kujisaidia mimi kwa sababu issue unajua ikianza kuzagaa mitaani. Kitu kibaya sana. Unajua biashara issue ya kuchukua mtoto wa mke wa mwenzio afu akaja kwako afu anakuja kuleta vitimbi kama hivi. Na haya maamuzi chukua haraka sana. Maana yakivuja mtaani kila unapopita hivi utakuwa unachekwa. Timua, anza maisha mengine. Kweli. Yaani sielewi nitaificha wapi sura yangu, yaani ikitokea kwamba eti ndio bado au kitimua wala isumbui. Sasa mke ameondoka basi mambo yanaenda. Lakini ukimwacha pale yasikika kwa watu. Kimenuka. Kwa eti naendelea kuhangaika mtaani huko wakati na jambo langu linalonisumbua. Ili swala nikatekeleze sasa hivi. Yaani sitaki lichukue muda mrefu. Sawa. Poa. Kwa mimi basi niende kijioni mara moja. Haina yote. Basi sawa. Basi utanicheki hewani. Haina noma. Poa. Ninachokiamini kinangeukia na ninachokitaka kinanikimbia. Mambo vice versa yaeleweki. Mapenzi bila pesa ndo hayasomeki. Baby, mbona toka nimeweka chakula haukichangamki? Nini shida leo nini? Sikuelewi, mbona uko hivyo? Kwa hiyo naona chakula chako cha muhimu sana kuliko ninachokiwaza. Unamaanisha nini? Chakula chako sio cha muhimu kwa sasa. Sijakuelewa. Hivi, wewe mwanamke mimi unanichukuliaje?
Na kuchukuliaje kivipi? Unaniona mimi ni mpumbavu sana? Mimi nimeandaa chakula, takiwa ule. Sasa unakuja una hasira, unanigombeza nini? Niambie ukweli, hiyo mimba ni ya nani? Mimba tena? Niambie ukweli. Ninachokiamini kinangeukia na ninachokitaka kinanikimbia. Mambo vice versa yaeleweki. Mapenzi bila pesa ndo hayasomeki. Rafiki wa leo, kesho adui. Na tunapendana leo, ila kesho hatujui. Kigeuke hu mapenzi, kigeuke hu rafiki, kigeuke hata ndugu jamani.